Uliwahi kujiuliza kwa nini sehemu yenye umasikini, dawa za kulevya, mauaji na vita vya magenge iliitwa City of God, jiji la Mungu? Kwa sababu jina hili linaonekana kama utani mpaka unapoanza kuangalia filamu kwa jicho tofauti. Leo tunafungua siri, ishara, mafumbo na maana zilizofichwa ndani ya filamu hii. Tutaanza na swali moja tu, yani kwamba kwa nini mwandishi aliamua kuiita filamu hii City of God na si jina lingine, yani jina la genge, jina la musika au tukio fulani. Jibu lake linaifanya filamu hii iwe nzito zaidi kuliko unavyoweza kufikiria. City of God ni jina la eneo ambalo wahusika wamekulia, lakini ndani ya filamu hii jina hilo linakuwa ni kioo cha jamii yenyewe. Kwa juujuu unaweza ukaitafsiri kama jiji la Mungu, lakini ukiingia ndani yake unaona watoto wakikulia kwenye nguvu, uhalifu, dawa za kulevya na hofu pia. Na hapo ndipo swali linakuwa kubwa zaidi: kama hili ni jiji la Mungu, kwa nini dunia yake inaonekana kama sehemu ambayo Mungu amesaulika? Na hapo ndipo movie Secret by Us inaanza kufungua faili la filamu hii, kwa sababu filamu hii haionyeshi tu watu wabaya wakifanya mambo mabaya, inatuonyesha mazingira yanavyoweza kumlea mtoto mpaka mtoto akaanza kuamini kwamba nguvu, bunduki na hofu ndio lugha ya kuishi. Na hapa ndipo tunakutana na character ambaye ni kama jibu la kwanza la filamu. Rocket ni dogo ambaye anakulia kwenye mazingira yale yale ambayo yanazalisha majambazi, wauza dawa na wauaji, lakini yeye anaangalia upande mwingine. Wakati wengine wanataka kuwa na nguvu, yeye anataka kuwa mpiga picha. Na hilo sio jambo dogo, kwa sababu Rocket anakuwa ni macho ya filamu yenyewe. Yeye ndiye anayetuonyesha City of God. Lakini cha kuvutia zaidi ni kwamba anaweza kuishi ndani ya hiyo dunia bila kuruhusu dunia hiyo iwe utambulisho wake. Na hapo character mwingine anaingia kabisa upande wa pili wa Rocket. Huyu anaitwa Lily Dice, ambaye baadaye tunamjua kama Lily Z. Akiwa mtoto anataka kitu ambacho Rocket hakitafuti, yani nguvu. Na hilo linaonekana mapema sana, yani anaingia kwenye uhalifu akiwa mdogo, lakini tofauti yake na wengine ni kwamba kwake uhalifu hauishii kwenye kupata pesa tu, anataka hadi kutawala. Ndio maana jina lake linabadilika pia, so kutoka Lily Dice kwenda Lily Z, na hapa jina linakuwa sehemu ya transformation yake, kwa sababu mtoto alikuwa anatafuta nafasi, lakini baada ya kuwa mtu mzima anataka himaya. Kama Rocket anawakilisha njia ya kutoka, basi Lily Z anawakilisha kuzama zaidi ndani ya mazingira hayo yanayopatikana kwenye City of God. Na hii ndio contrast kubwa ya filamu City of God. So watoto wawili wanaweza kukulia sehemu moja, wakaona vitu vile vile, lakini wakachagua maisha mawili tofauti kabisa. Hilo ni somo kubwa sana hata kwenye maisha yetu ya kila siku ya kawaida, kwa sababu mara nyingi tunasema mazingira ndio yanamfanya mtu awe hivi au vile, lakini City of God inafanya tujiulize, yani kwamba mazingira yana nguvu kiasi gani juu ya mtu, na ni wapi uchaguzi wa mtu mwenyewe unaanza. Lakini kuna character ambaye anafanya swali hilo hilo liwe gumu zaidi. Huyu character anaitwa Ben. Ben ni tofauti na Lily Z. Yeye yuko ndani ya ulimwengu wa uhalifu, lakini bado anaonekana kuwa na uwezo wa kufurahia maisha, kucheka, kupendwa, at the same time, yani hata kutamani kuondoka kwenye maisha yale ya City of God. Unaona, na ndio maana Benny anaonekana ni mtu wa muhimu sana kwenye hii filamu. Na ni kwa sababu yeye ndo anayetuonyesha kwamba hata ndani ya dunia yenye vurugu bado kuna watu au kuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba haya si maisha ninayoyataka milele. Lakini tatizo ni kwamba kutoka kwenye mfumo uliouzoea kukupa nguvu si rahisi, na kifo cha Benny kinakuwa kama mlango unaofungua sura nyingine ya City of God, mahali ambapo vita vinaendelea mpaka watu wanaanza kusahau hata walikuwa wanapigania nini. So hapo ndo anaingia tena character mwingine anaitwa Knockout Neddy. Mwanzoni Neddy sio monster, yani hakuwa na roho mbaya, hakuwa na ujasiri, yani hakuwa ni mtu ambaye anataka kuengage na magenge na vitu kama hivyo. So ni mtu mwenye maisha yake, mwenye familia yake na mipango yake pia. Lakini baada ya kufanyiwa ukatili na Lily Z, anasukumwa kwenye njia ya kulipiza kisasi. Anaingia kwenye vita akiwa na sababu, lakini filamu inatuonyesha kitu cha kutisha kidogo, kwamba unaweza kuingia kwenye vita ukiwa na sababu nzuri tu, alafu ukabaki ndani yake mpaka sababu yenyewe ikapotea. Na hilo ndilo linalotokeaga. So vita vinaendelea, watu wanakufa, watoto wanaanza kupewa silaha, na baada ya muda hata chanzo cha vita kinapotea. Filamu inagusa maisha halisi sana ya kwetu sisi. Kuna migogoro ambayo ilianza kwa jambo moja, lakini baada ya miaka mingi watu wanapigana kwa sababu tu tumekuwa tukipigana. Hasira inarithiwa,
Chuki inarithiwa na kizazi kipya kinaingia kwenye vita ambayo hakikuvianzisha, na ndio maana mwisho wa filamu ni muhimu sana kuuzingatia, kwa sababu watoto wanaochukua nafasi ya Lil Z wanaanza kutengeneza orodha ya watu watakao waua. Hii inatuonyesha kwamba tatizo halikuishia kwa Lil Z tu, mfumo umejizalisha tena, na hapo jina City of God inapata maana nyingine yenye uchungu zaidi. Jina linabadilika, watu wanabadilika, magenge yanabadilika, lakini kama mazingira yanayozalisha vurugu hayabadiliki, vurugu yenyewe itazaliwa tena kwa sura mpya. Na sasa turudi kwa Rocket, ambaye ndo tunasema main character wa hii filamu, ambaye anatuonyesha ile City of God. Filamu inatupa kitu cha ajabu sana. Yaani Rocket anatumia kamera, na kamera yake inakuwa zaidi ya chombo cha kazi, inakuwa njia yake ya kutoka kwenye dunia hiyo ya City of God. Lakini wakati huo huo kamera ndio inayofanya dunia ya nje ione City of God. Yaani anachokipiga picha Rocket kinachukuliwa na vyombo vya habari, na ghafla watu ambao hawakuwa wanaweza kuingia kwenye eneo hilo wanaanza kuona kinachoendelea ndani ya City of God. Wakati wengine wanatumia bunduki kuandika historia yao au historia zao, Rocket anapiga picha kuandika historia zake. So Lil Z anataka watu wamuogope, Rocket anataka watu waone, na ndio tofauti kati ya nguvu mbili zinazokutana ndani ya filamu. Yaani moja inajenga hofu, nyingine inajenga kumbukumbu. Lakini filamu haimwachi Rocket bila mtihani, kwa sababu mwisho anakuwa na picha mbili muhimu. Picha inayoweza kufichua rushwa ya polisi katika eneo lile, yaani vurugu zinazokuwa zinaendelea eneo lile, kwa kuna polisi wanakuwa wanakula rushwa. Kwa hiyo Rocket hapo alipo ana picha zake mbili, na hizi picha ndo zilikuwa ni mtihani wake, kwamba picha ya kwanza inaweza kufichua rushwa wa polisi, na picha ya pili ni ya mwili wa Lil Z, ambayo inaweza kumpa nafasi kwenye kazi ya uandishi wa habari, kwa sababu ni ndoto yake pia. Kama umeweza kuitazama hii filamu utakuwa unaona au umeona Rocket ni mtu ambaye ndoto yake ilikuwa ni awe photographer. Mtihani kwake, maamuzi na majibu inakuwa ni kwamba anaamua kuichapisha picha ya Lil Z. Na hapo tunapata swali ambalo halina jibu rahisi sana. Je, Rocket alichagua ukweli au alichagua maisha yake? So hiyo ndio City of God ya kweli. Si kuhusu mtu mmoja aliyekuwa mwema na mwingine mbaya. Ni kuhusu mfumo mzima ambao unawalazimisha watu kufanya uchaguzi mgumu ili kuendelea kuishi. Na ndio maana filamu hii bado ina nguvu pia, yani bado inaitika, kwa sababu ukiitoa Rio de Janeiro na kuiweka kwenye jamii yoyote yenye tofauti kubwa za fursa, unaweza bado kujiuliza swali lile lile, kwamba mtoto aliyekulia kwenye mazingira gani anapewa nafasi ya kuchagua maisha yake mwenyewe? Kwa sababu huwezi kumwambia mtoto aote kuwa daktari, mwanasheria, msanii au mpiga picha, wakati kila kitu kinachomzunguka kinamuonyesha kwamba nguvu ndio njia ya haraka zaidi ya kupata heshima. Na hapo City of God inakuwa ni kioo sasa. Yaani atuonyesha kwamba wakati mwingine tatizo si kwamba watoto hawana ndoto. Tatizo ni kwamba mazingira yanaweza kuwa na nguvu kuliko ndoto yenyewe. Sababu Rocket aliweza kuona kamera, Lil Z yeye aliona bunduki, Ben aliona maisha ya kuondoka ndo nafasi yake, Ned aliona kisasi ndo nafasi yake kubwa, na watoto waliokuja mwisho wakaona kile walichorithi kutoka kwa waliowatangulia. Kwa hiyo City of God haikuja tu kutuonyesha jiji lenye uhalifu, yaani imekuja kutuuliza ni aina gani ya jamii tunayowajengea watoto wetu. Kwa sababu kama mtoto akipewa hofu kila siku, usishangae akajifunza kuogopesha wengine pia. Na kama akiona nguvu ndio inayotawala, usishangae akataka nguvu na yeye pia. Lakini kama akipewa nafasi ya kuona dunia tofauti, labda atachagua kamera, kuwa photographer, kuwa msanii badala ya bunduki. Na hiyo ndio siri kubwa ya City of God. Si kwamba Mungu hayupo ndani ya hilo jiji. Swali ni kwamba wanadamu wamejenga jiji la aina gani ndani ya jina hilo. Na labda hapo ndipo maana ya jina City of God inakuwa nzito zaidi, kwa sababu jina hili halitumiki tu kutuambia mahali tunapoangalia, yaani linatuonyesha contradiction ya dunia tunayoiona. Jina linasema City of God, lakini maisha ya watu ndani ya City of God yanaonyesha ni City of Survival. Kama filamu ingeitwa kwa jina la genge, tungeweza kufikiria ni hadithi ya genge. Kama ingeitwa kwa jina la Lil Z, tungeweza kufikiria ni hadithi ya mtu mmoja. Lakini iliitwa City of God kwa sababu mhusika mkubwa zaidi si Rocket, si Lil Z, si Benny, wala si Ned. Yaani mhusika mkubwa huu ni mazingira yenyewe. Mazingira ndio yanayowalea, mazingira ndio yanayowabadilisha, mazingira ndio yanayozalisha kizazi kinachofuata. Na ndipo tunaona kwa nini filamu hii haikuishia kwenye simulizi ya mtu mmoja, iliangalia mfumo mzima. Na hiyo ndio sababu City of God inatugusa hata tunapoiondoa
kwenye Ubrazili, Rio de Janeiro, kwa sababu swali lake si Rio de Janeiro pekee, ni swali la kijamii. Tunawajengea watoto mazingira ya kuota au mazingira ya kusurvive? Kwa sababu wakati mwingine mtoto hana tatizo la ndoto. Tatizo ni kwamba dunia inayomzunguka haijamfundisha ndoto yake inaweza kuwa kweli, na hapo ndipo City of God inakuwa kioo sasa, kwa sababu Rocket yeye aliona kamera ndo kitu chake, Lil Z yeye aliona bunduki ndo kitu chake, Ben yeye aliona mia ya so maisha yangu, unaona, akaona acha nijiondoe. Nedi yeye aliona kisasi kwake ndo kitu cha msingi na ndo kitu ambacho kinaweza kikampa furaha, na ni kutokana na vurugu ambayo ilifanyika kwenye familia yake, na watoto waliokuja mwisho wakaona kile walichorithi kutoka kwa waliowatangulia. Kwa hiyo unapomaliza kuitazama episodi hii ya City of God, usikumbuke tu magenge, usikumbuke tu bunduki na vurugu. Kumbuka swali hili: nini kinachomfanya mtoto mmoja aone kamera na mwingine aone bunduki? Kwa sababu pengine tofauti haianzi ndani ya mtoto, inaweza kuanza kwenye dunia ambayo mtoto huyo analazimika kukulia. Kama umeiona filamu hii, niambie kwenye comment kwamba kati ya Rocket na Lil Z ni nani unaona alishindwa zaidi na mazingira aliyokulia. Na kama umependa breakdown hii, subscribe, bonyeza kengele, follow Instagram, TikTok, Facebook page kwa jina la Movie Secrets by Us, na mtaje mtu ambaye anahitaji kuanza kuzitazama filamu hizi kwa jicho tofauti, jicho la tatu, jicho la Movie Secrets by Us. Karibu Movie Secret by Us. Hatuangalii filamu tu hapa, tunafungua siri, ishara, maana na mafumbo yaliyofichwa kwenye filamu tunazozitazama kila siku. Asante na karibu.